Karibu tena kwenye madini ya baraka. Kwenye episode iliyopita tuliona kuwa kukosa connection sio mwisho wa dunia. Lakini leo nataka tuzungumzie gereza la hatari kuliko gereza lolote la polisi duniani. Gereza la fikra. Watu wengi hawajafungwa na umasikini wa mifukoni. Wamefungwa na umasikini wa fikra. Unaweza kuwa huru nje, lakini ndani ya kichwa chako umefungwa na minyororo ya siwezi, sina bahati, na au sisi ni watu wa chini. Leo tunakwenda kufanya upasuaji wa akili ili tuweze kuona fursa pale wengine wanapoona ukuta. Jambo la kwanza, tofauti kati ya gereza na ikulu ya akili. Siri ya kwanza, akili yako ni bustani. Ukipanda mbegu za hofu, utavuna umaskini. Ukipanda mbegu za ujasiri, utavuna utajiri. Kuna watu ambao wakiona fursa, kitu cha kwanza wanachowaza ni nikishindwa itakuwaje? Nikipata hasara nitalipaje? Yaani unakuwa unawaza vitu hasi kwa kile ambacho kimefunguka mbele yako. Hiyo ndio akili tunayoita akili ya gereza au fixed mindset. Akili imefungwa. Unaona hasi, hauoni fursa yoyote katika chochote ambacho kitafunguka mbele yako. Lakini mtu mwenye akili ya mafanikio au tunaita growth mindset, yeye anauliza, nikifanikiwa hivi maisha yangu yatakuwaje? Unakuwa unaona uwezekano badala ya kuona haiwezekani. Hii akili ya kwanza tunaita undevelopable mind. Ni akili ambayo yenyewe inafikiria kushindwa. Hii akili tunaita ni development mindset. Ni akili ambayo inafikiria kuwezekana. Lazima uanze kujizungumzia vizuri. Acha kujiita mimi maskini, sina bahati mimi, ukoo wetu ndivyo ulivyo. Maneno yako ni amri kwa akili yako. Si unakumbuka hata maandiko yanasema aliwazalo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Hivyo ulivyo ni matokeo ya kile ambacho unakiwaza na umekiamini kwenye akili yako. Si unakumbuka nguvu, maneno na uwezo wa kuumba. Hayo unayoyaishi sasa ni maisha ambayo yameumbwa kutokea katika mawazo unayoyawaza. Mawazo yako yanazaa maneno unayoongea. Maneno yako yanazaa matendo unayoyatenda, na mwisho wa siku yanazaa maisha unayoishi. Ukisema huwezi, akili yako naifunga, inalala katika hali ya siwezi. Ukisema ninawezaje kufanya hili, akili yako inaanza kutafuta majibu badala ya lugha za kushindwa. Badili lugha yako ili ubadili maisha yako. Point ya pili, kuvunja imani potofu. Kuvunja imani potofu. Wengi wetu tumekuwa tukiamini kuwa matajiri ni watu wabaya au kwamba fedha ni chanzo cha maovu yote. Huu ni mtego. Fedha ni chombo tu. Biblia haisemi fedha ndio chanzo cha kila uovu. Anasema kuipenda fedha ndio chanzo cha kila uovu duniani. Kwa fedha ni kama kisu mikononi mwa mkataji. Gaidi atatumia kisu kuchoma watu na kuua. Lakini mpishi atatumia kisu katakata vitunguu, giligiliani, nyanya na matunda mazuri, watu wanakula, wanapata afya. Kwa mtazamo wako kuhusu fedha na watu waliofanikiwa ubadilike. Kwanza, watu wengi wanaaminishwa watu wengi waliofanikiwa ni matapeli, ni wezi, wajanja. Lakini kwenda kwa takwimu sahihi katika top billionaires duniani, wengi wao ni watu ambao wanaishi kwa mikakati, kwa mipango. Watu wanaotajirika kwa ujanja hawaendi mbali. Kwa hiyo ukiamini ndani yako kuwa utajiri ni dhambi, akili yako itafanya kila namna ya kukuepusha na pesa ili ubaki msafi. Ni kama vile unaamini yani kwako fedha zinakuwa ni kama vile haja kubwa. Ukiona unatafuta namna ya kukwepa harufu yake, kama sehemu ipo ile eneo unahama kabisa, unaitoa kabisa.
Hata ukipata fedha hufikiri kuzalisha, maana kwako inaonekana ina harufu mbaya, haifai. Kwa hiyo utakuja kugundua ya kwamba maisha unayoishi ni matokeo ya vile ambavyo unaamini. Huo ni umaskini wa fikra. Lazima ukubali kuwa unastahili kuwa na maisha mazuri, na unastahili kuwa na fedha za kusaidia wengine, na unastahili kufanikiwa. Mafanikio yanaanza kukubali kuwa mimi ni mwana wa mfalme na sistahili kuishi kama mtumwa. Pointi ya 3. Nguvu ya maono, the power of visualization or vision. Huwezi kufika mahali ambapo akili yako haijawahi kufika. Unaanza kupata akilini kwanza kabla hujakipata kwenye mkono. Unaanza kufika kiakili kwanza kabla haujafika kifizikali au kwa uwepo wako. Kabla ya kushika milioni mkononi, lazima uishike akilini. Je, unajiona ukiwa umefanikiwa? Je, unajiona ukiwa unasaidia jamii yako? Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Watu wengi wanaona matatizo yao kila siku. Yaani wao wanaona shida, tabu, kuishiwa kwenye akili zao ndio hivyo vilivyojaa kwenye akili. Wanaona madeni, wanaona njaa, wanaona kusalitiwa, wanaona kukataliwa, lakini siri ya waliofanikiwa ni kuona matokeo kabla hayajaja. Anza kuishi kama mtu unayetaka kuwa. Hii tunaita 10x life. Maisha ulioishi sasa, kile unachokitaka akilini, anza kukiona sasa, ndio unakivuta kije. Tabia zako, unavyoongea, unavyopangilia muda wako, lazima vionyeshe kuwa unajiandaa kwa ajili ya makubwa. Usiishi bila utaratibu. Usisubiri uwe tajiri ndipo uwe na nidhamu. Uwe na nidhamu, utajiri au mafanikio yakukute tayari wewe una nidhamu. Mwisho nikupa neno la Mungu ambalo linasisitiza upya wa akili, upya wa nia. Neno la Mungu liko wazi kabisa kuhusu hili swala. Katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Unaona, Mungu aseme mgeuzwe kwa kupewa mtaji. Anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Nia yako ni nini? Nia yako ni akili yako. Ikisha badilika na kuwa mpya, utaweza kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema na makamilifu. Mafanikio yako hayatafutwi nje, yanatengenezewa ndani ya akili yako, ndani ya nia yako. Sasa rafiki yangu wa madini ya baraka, hakuna mnyororo mzito kama ule uliopo kichwani mwako. Watu wengi wameacha kufikiri vile vilivyofunga kichwani. Wameenda kutafuta matokeo ya kile ambacho kimefungwa kichwani mwao, vitu vya nje. Ukishafungua akili yako, hakuna binadamu anayeweza kukufunga. Leo nakupa changamoto. Anza kufikiri tofauti. Acha kulalamika. Anza kushukuru na kuona fursa. Train akili yako ione fursa. Kama umeamua kuvunja minyororo ya akili yako leo na unasema niko tayari kwa mapinduzi ya fikra, andika neno akili mpya. Nataka akili mpya. Mungu nipe akili mpya kwenye comment hapo chini. Na usisahau kusubscribe ili tuendelee safari hii ya kubadilisha maisha yetu. Mungu akubariki. Kumbuka wewe ni mshindi tangu kuumbwa kwako. Tukutane kwenye episode nyingine ya 3 ya Madini ya Baraka. Karibu sana.